mke mwema ama mme mwema hapatikani kwa dharura. Wewe ukatembea ukajikwaa ukasema nimejikwaa, kumbe ndio wewe. Katika Amos 3 mstari wa 3 anasemaje? Haiji tu hivi. Amos 3 na mstari wa 3 kuna kanuni moja inazungumzwa pale ambayo inatumika mpaka kwa mtu yeyote. Sikiliza vizuri. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Neno kutembea inaitwa kwa Kiebrania yalak. Yalaki ndo naliona Enoch akatembea na Mungu. Unaona Nu alitembea na Mungu. Yaani kutembea, maana ile kutembea unayosikia ambao watu wanazungumza. Jana nilitoa swali hapa hivi, kumachi na kucheza kukoje? Ile kutembea ndio ina maana ya kumachi, ina maana ya yani, ina maana kama ni mke na mume kwamba wanawezaje kutembea pamoja, yani wako namna hii. Kama wanakimbia wote wako site hii wanakimbia. Na hiyo inamaanisha nini? Hilo neno yalak ina maana ya kwamba kumaisha wanaokubaliana. Kutembea na maana yake wanaendana pamoja, nia ya huyu ni nia ya huyu. Anasema wanawezaje kuwa hivyo isipokuwa wamepatana. Ile neno wamepatana ni yaad, ambayo inamaanisha to engage. Kwa hiyo kama ukichukua ile baskeli ile baskeli ukachukua mnyororo ukaweka, unapoweka mnyororo ndipo ule mnyororo unapofanya hivi una engage ule mnyororo, maana yake unauingiza kwenye sehemu inayopaswa. Ukiingia tu unaona nguvu inakuendesha baskeli. Na hata kama ni gari unasikia kama inaunguruma na ameweka parking. Akishaingiza gear amesema ameengage. Na hilo ndio neno unaona tumia kwa Kiingereza engagement, yani uchumba ama betrothed, maana yake kuchumbiana. Kwa hiyo anasema hawawezi kumachi pamoja isipokuwa wameengage. Na hiki ni nini sasa hapa anachoeleza? Hawawezi kuishi pamoja, wamekubaliana. Meet, assemble, engage, betrothed. Yani wamekubaliana wote kwa pamoja kwamba tutatembea namna hii. Maana yake ni hivi, ukihitaji mke mwema lazima wewe unayetaka mwema uwe mwema.